Kiwango cha maombi unachoomba haujui kitajibiwa lini, lakini intensity ya imani ulionayo. Kuna kiwango cha maombi unachoomba na kuna intensity ya imani unao apply kwenye kiwango cha maombi ulichoomba. Kiwango ulichoomba hakikupi uhakika sana kwamba itasababisha ujibiwe kwa sababu you pray a lot. Isipokuwa kuomba a longevity prayer, maombi ya muda mrefu, yanakufanya udumu kwenye kitu kinaitwa utukufu wa Mungu. Kitadhihirisha sana utukufu wa Mungu ndani yako wewe, so you become like a God. So whenever you speak out, it's happening. Lakini kiwango cha imani ulionayo katika maombi kinaamua kukupa utulivu wa kuomba na kusubiri. So ukiomba kidini utaona utakuwa na haraka ya kupata majibu kuliko Mungu anayejibu. Lakini ukiomba kwa imani inakupa bima. Hatukati bima kwa sababu tunakata bima emergency. Imani tunaenda nayo mbele za Mungu kwa sababu ni assurance katika ulimwengu wa roho ya kwamba ninachokiomba kipo na kinapatikana. Ndio maana amwendaye Mungu amini yupo, kwa sababu huwapa thawabu. Kwa sababu gani? Ndani, Biblia inasema ndani yake kuna kila kitu kinachoonekana na kisichoonekana. So tension hiyo, to be attentive on that point, itasababisha kureveal, kuboost maombi yako yatokee. Na kwa maana hiyo utakuja ukuta watu wa namna hii wanakutana na encounters zisizo za kawaida na nguvu za Mungu huwa zinakuwa juu yao. So kiwango cha imani yako it's very important, na kiwango cha maombi ni kitu cha muhimu sana. Watu wengi wanaomba, wanafunga, lakini mahusiano yao na Mungu sio mazuri. Na kufundisha kuwa muombaji, sikufundishi kuomba na kuondoka, yani wale wanaoenda makanisani wanaombewa na kuondoka. No, I'm teaching you to be one of amongst of prayer warrior in the world. God has revealed the gates to pray. And when I'm talking about the gate, I'm talking about the altar of God. Napoongelea malango naongelea habari za madhabahu ya Mungu. Mungu ameachilia madhabahu za kuomba sahihi. Ndio maana utagundua kwa nini sasa hivi watu wengi wanaweza wakapata mwamko wa kuomba, hasa wale wamejiseti kwenye neema ya Mungu. Ukisoma kitabu kile cha Yohana ile sura ya 4 mstari wa 23, Biblia inasema wakati upo na saa ipo ya kwamba waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. They will not worship in a physical body, but they worship in the truth and the spirit.